Patikana kwa Polepole imetua rasmi. Ndani yake, kaka yake amewaongea wananchi kwa hisia kali, akiwashukuru wote waliokuwa wakimuombea na kufuatilia sakata hili. Hapa tutaweka kipande cha video hiyo kwa dakika 5 tu, lakini video kamili unaweza kuitazama kupitia WhatsApp channel ya Furaha Media, link ipo kwenye description. Habari za wakati huu, mtazamaji wetu wa nguvu. Karibu sana kwenye Furaha Media, sehemu pekee tunaoleta ukweli, uhakika na sauti ya wananchi. Usisahau kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili usipitwe na matukio mapya kila siku. Baada ya sintofahamu iliyodumu kwa siku kadhaa kumuhusu kupotea kwa mwanasiasa Humphrey Polepole, sasa ndugu yake mkubwa amejitokeza hadharani kupitia video fupi iliyosambaa jana mitandaoni. Kwenye video hiyo, kaka yake Polepole alionekana akiwa na furaha na shukrani tele, akiwashukuru wananchi wote waliokuwa na hofu, waliomwombea na wale waliotoa taarifa mbalimbali katika kipindi chote cha sintofahamu. Alisema wazi kuwa familia imepata faraja kubwa baada ya Polepole kujulikana alipo, na akaongeza kuwa sio kazi rahisi iliyofanyika, ila ni kwa ushirikiano na Watanzania, huku akiomba Watanzania waendelee kudumisha umoja, upendo na subira katika nyakati kama hizi. Kaka yake Polepole pia alitumia nafasi hiyo kupongeza vyombo vya habari kwa ushirikiano wao, akisema, "Tunatambua kazi kubwa iliyofanywa kuhakikisha Polepole anarudi salama nyumbani." Hata hivyo, hakuweka wazi mahali Polepole alikuwa, ila alisisitiza kuwa afya yake inaendelea vizuri na familia inashukuru sana kwa maombi na sala za Watanzania wote. Kwa sasa, taarifa zaidi kuhusu hali yake na mahojiano kamili na familia zitaendelea kupatikana kupitia vyanzo vya uhakika. Hapa Furaha Media tutaendelea kufuatilia na kukuletea kila undani wa tukio hili. Kwa sasa, kaa karibu nasi kwa video kamili. Tembelea WhatsApp channel ya Furaha Media, link ipo kwenye description. Asante kwa kuwa nasi, na hii ni Furaha Media. Mwisho wa chama chetu cha Mapinduzi sio mzuri kama hakuna haki. Narudia tena, mwisho wa Chama cha Mapinduzi kama hakuna haki hauwezi kuwa wenye afya. Anayekuambia kweli anakusaidia. Anayekupaka mafuta kwa mgongo wa chupa anakudanganya, at the end of the day unatumbukia kwenye shimo. Ni afadhali kisu cha daktari mpasuaji kinachoumiza kwa lengo la kupasua kuliko dawa za kuondoa maumivu zinazokuondolea maumivu kwa muda na zinakusukuma kwenye mauti ya milele. Narudia tena. Better a knife of a surgeon that hurts for the purpose of healing than a pain-killing medicine that cures you for a while and pushes you to your doom. Ni afadhali kisu cha daktari mpasuaji kinachoumiza kwa lengo la kutibu kuliko dawa za kuondoa maumivu zinazokuondoa maumivu kwa muda halafu zinakusukuma katika giza la milele. Nataka kusema liko jambo litatokea mbele yetu. Narudia tena, kama haki za watu wanyonge wa Tanzania, kwa maana ya kwa mfano haki zetu sisi kama Kanisa la Ufufuo na Uzima, haki za Watanzania wengine wanyonge, haki za maaskofu. Kama unashinda uchaguzi bila watu, unaweza ukapiga maaskofu kama unavyoweza. Si huwategemei, you don't need them. If you can win an election without the people, then unaweza kuwapiga maaskofu kama unavyoweza, ni salama. Tunaweka rekodi gani? Tunaweka rekodi gani katika nchi? Kiongozi wetu mkuu, Father na katibu wa baraza la maaskofu wa Kanisa Katoliki, mlezi wetu, anapigwa kwa lengo la kutaka kuuawa, na hakuna mtu anayepelekwa mahakamani, na inakuwa ni salama na watu wanashinda uchaguzi. Narudia tena. What record are we doing now? What record? What do we register? Tunasajili nini? Panapotokea makanisa 2006 yanafungwa, watu 3.8 wanakuwa ignored, na ni salama na unashinda uchaguzi bila wananchi. Hii ina maana kwamba utafika wakati wananchi watachoka. Na washauri Chama cha Mapinduzi na serikali, tunakoelekea sio pazuri. Na kwa sababu ni Mungu wa haki, wananchi wakishughulika kwa njia zao za kulalamika, za kulia, za kuomboleza, na hakuna mtu anayechukua hatua, hatimaye Mungu anachukua hatua. Narudia tena.
wananchi wanapolalamika na kulia na kuomboleza kwenye mitandao, na Watanzania wote, na hakuna mamlaka ya kimwili, a secular institution inachukua mamlaka, mamlaka za rohoni huwa zinachukua kozi. Yuko Mungu anayejali watu, yuko Mungu anayeishi, yuko Mungu aliye juu ya Chama cha Mapinduzi, yuko Mungu aliye juu ya wanadamu wote wanaoishi, na ndiyo Mungu aliyeyaumba mataifa.